Karibu katika episodi ya 6. Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 5 ni maana baada ya kumshuhudia babake na bidada Jay akiwa amemramba bonge la mbata mdogo wake na bidada, na sababu kuu ilikuwa ni kuingilia maada ambayo mzee alikuwa akizungumza wakati huo. Kisha baada ya hapo mzee akamrudia binti yake. Binti yake kwa hofu akasema, baba, yule ni kama mbwa tu, ni kama mlinzi wangu tu. Mzee alimwambia binti yake kwamba tajiri hata mbwa wake anakuaga ni tajiri, kwa sitaki mtu maskini wala harufu yake yule mtu. Bidada akaahidi kwamba hatakuwa na ujirani kabisa na mwamba. Lakini kumbe mdogo mtu alikopo nje tu kidogo ya chumba akiwa anamlalamikia dadake, umeniponza, angalia sasa nimepigwa na baba kisa wewe, mpumbavu wewe. Lakini bidada Jay akasema, hebu kuwa makini bana, acha upumbavu wako, unalopoka sana, chunga mdomo, kamdomo. Lakini mdogo mtu akamkumbusha dada yake kwamba umesahau kwamba tuna mkataba, si ndio? Dada mtu ndo akashusha sauti, inaonekana kuna mkataba wa siri ambao wanao hawa watu wawili. Hasa huku upande wa pili tayari Mwambino alishafanikiwa kupata password ya ile kabati la mwamba Ryan, na walipokwenda kufungua alishangaa sana Kang kukuta picha za bidada akiwa yuko na kaka yake. Hasa inaonyesha kwamba bidada Jay alikuwa na detigi na kaka yake na mwamba Kang. Hasa kesho yake alfajiri mwamba Ryan alikuwa anashuka katika gari, ameshafika shuleni. Bidada Era alipoweza tu kumuona jamaa akaanza kujishobokesha, akamfuata pale anamshikashika mbele za watu ili mradi tu wanafunzi wengine waweze kumuona kwamba ana date na jamaa. Na huku upande wa pili mwamba Kang alikuwa amemfuata bidada Jay akamwambia, vipi jana uliendeleaje? Lakini bidada akasema, pole sana kwa tukio ambalo lilitokea siku ya jana na samani kwa sababu babangu alikutukana sana. Alafu bidada akamwambia mwamba akae mbali sana na yeye. Sasa mwamba akauliza, vipi kwani unahisia na mwamba Ryan? Lakini bidada akasema, hupaswi kujua. Mwamba Kang akasema, naomba udeti na mimi ili uweze kumsahau kabisa huyo Ryan. Ninaamini kwamba utakapodeti na mimi kila kitu kitakwenda kusahaulika. Bidada akimsikia Kang maneno ambayo anayaongea anamkumbuka kaka yake, naye alikuwa na mtindo wa kuongea kama hivi. Lakini bidada Jay akamwambia Kang, mimi na wewe ni dunia mbili tofauti. Mimi natokea kwenye familia yenye pesa, wewe ni kapuku takataka, hatuwezi kuwa pamoja hata siku moja. Sasa huku upande wa pili mwamba uje nikumbuka kwamba anatoka na mwalimu wake. Leo alikuwa anapiga story hapa. Kwa bahati mbaya kuna message ikawa imeingia katika simu ya mwamba Ujini. Akatoka ndani ya kile chumba. Mwalimu akaanza kuwa na mashaka, huyu dogo ananichiti nini? Baada ya dakika 5 mwamba Ujini anarudi. Mwalimu akaanza kumuuliza, wewe unanichiti? Lakini jamaa alikuwa anajua sasa kwamba mwalimu nini ambacho anakipendea kwake. Akawa amemkabidhi begi fulani ya gharama sana. Akamwambia, chukua hiyo hapa. Yaani ni kibegi fulani ambacho kina gharimu kama milioni 40 hivi. Mwalimu alipokishika akaanza kutembea nacho shuleni kwa kujigamba sana. Sasa wakati anatembea bana, kwa bahati mbaya akagongana na bidada Jay. Mwalimu kuona kwamba amegongana na Jay akaanza kumwambia, Jay, naomba msamaha haraka sana kwa ulichonifanyia. Lakini bidada Jay akasema, kibegi cha gharama haimaanishi kuondoa maskini. Wewe ni maskini tu. Mbona Bongo kuna watu wanakaa kwenye vyumba vya shilingi 40,000 na wanamiliki iPhone 17. Wewe uogopi? Lakini huku upande wa pili mkuu wa shule alikuwa anaingia ofisini kwake. Kwa bahati mbaya akapishana na bwana mdogo ambaye ni monitor wa darasa. Na ukumbuke kwamba huyu monitor huyu ni mama yake mzazi. Sasa kaanza kumuuliza, ulikuwa unafanya nini ofisini kwangu? Jamaa akaanza kujingatangata, kuna kitu nilisahau. Ulisauje wakati mimi ofisi nilikuwa bado sijafungua? Mtu aligundua kwamba kijana wake kuna kitu anakificha. Alafu kijana akasema, samani mama, kuna vipindi vinaendelea kwa darasani. Basi kabidi kuondoka. Sasa huyu mheshimiwa rais wa shule alipotoka hapo ofisini kwa mama yake, moja kwa moja akaenda kukutana na yule Mwambino, rafiki wa mwamba Kang. Akasema, nyie na mwamba Kang mna mahusiano gani? Lakini kama kawaida ya Mwambino huwa anamkataaga sana Kang. Akasema huyo Kang hata simjui. Ikabidi mheshimiwa rais wa shule aweze kufunguka kila kitu kwamba aliwaona sehemu na maada nzima waliokuwa na discuss alikuwa ameisikia. Kwa anahitaji kujua ni nini ambacho kingine ambacho yeye akijui. Sasa huku upande wa pili mwamba Kang alikuwa amepokea ujumbe mzito katika simu yake. Ni video ambayo ilikuwa imetumwa inaonyesha kakake namna alivyokuwa akionewa sana katika hii shule. Na wakati huo bidada Era akajitokeza akasema, unishukuru kwa sababu siku ya jana niliweza kukutambulisha kwa babake na bidada Jay. Yule mtu hakuna mtu anapataga nafasi ya kuongea naye. Hata babangu mwenyewe alishindwaga kuongea na yule baba. Lakini uliongea naye japokuwa mliongea kwa ubaya. Lakini yote kwa yote Kang, hivi umewahi kusikia habari ya mtu ambaye alipataga ajali, kijana mmoja hivi akafariki katika hii shule? Na unajua ni nani alikuwa amehusika katika ile ajali? Mwamba akafunguka tu akasema alikuwa amehusika si ni Ryan. Lakini bidada akasema, hapana, umekosea. Sio Ryan aliyekuwa amehusika katika ile ajali. Aliyekuwa amehusika ni bidada Jay. Na hili halina ubishi kabisa kwa sababu mimi ndo rafiki wa bidada Jay. Naelewa A mpaka Z. Lakini hata wewe naona unamendea sana Jay kutaka kuwa na mahusiano naye. Sidhani kama mwisho wako hautakupo sawa kabisa na yule mtu ambaye aliweza kufariki mwaka ulioweza kupita. Na bidada akaongezea kwamba ni muhimu kwa sababu wewe umepewa tahadhari, lakini yule jamaa aliyekuwa amefariki yeye hakupewa tahadhari. Kwa hiyo wewe una bahati sana. Mwamba aliumia kichwa sana akiwa aamini kabisa haya yanayoendelea. Lakini wakiwa wako darasani ghafla tu bidada Jay akapokea tena ujumbe kutokea katika ile namba ambayo haijulikaniki. Huyu mtu akasema, najua kwamba una mpango wa kuelekea nje ya nchi. Kwa hiyo kabla hata hujaenda nje ya nchi mimi siri yako ndakuwa nimeshaitoa. Alafu jamaa akacheka sana. Lakini kuna watu wawili walikuwa na chati. Ni mwalimu pamoja na mwamba Ujini. Ila aina yao ya kuchati na namna walivyokuwa wameandika ile aina ya kicheko ni kama ile ambayo bidada alikuwa ameipokea katika simu yake. Hasa wakati bidada Jay anatoka pale ndani, lakini mwamba naye Kang alikuwa anamfuata bidada huko. Lakini wakiwa
Wakiwa njiani, Ian akamfuata Kang na akamwambia kuwa hali ambayo bidada anaipitia yote ni kwa sababu yako wewe. Unamfanya bidada Jae-hee aingie katika dimbwi kubwa sana la mawazo, kwa sababu anajua kabisa kwamba hawezi akadumu na wewe katika mahusiano yenu. Na kitu kimoja unatakiwa kufahamu kwamba matajiri hatunaga mioyo ya kuvumilia shida au mateso. Kwa hiyo sisi tunapogundua kwamba kuna sehemu mateso yanatokea, huwa tunaondoa kile kitu ambacho kinasababisha hayo mateso. Okay, waliangaliana kwa macho fulani ya kikauzu sana, lakini wakati huo wasaidizi wa Mwamba Ryan wakaingia pale na kusema kwamba hivi wewe Kang unamtafuta nini bosi wetu? Lakini Mwamba Kang akapiga kwenye mshono, akasema kwamba hivi mnadhani mlichomfanyia yule mwanafunzi wa mwaka jana ndicho ambacho mtanifanyia na mimi? Awamu hii imekula kwenu. Lakini Mwamba Ryan aliposikia hayo maneno, kwanza akageuka akamtazama Kang akasema we Kang ni nani? Alafu Mwamba Ryan alipotoka hapo akamfuata Ujin na akamwambia naomba unisaidie kunipelelezea huyu Kang ni nani. Sijui kwa nini akaniogopia kaka jamaa. Alafu leo ameongea kauli ambayo mpaka dakika hii imeniacha kidomo wazi tu, yani sielewi chochote kile. Basi Mwamba Ujin akaahidi kwamba atamsaidia Ryan kupeleleza Kang ni nani. Sasa bidada Hera alikuwa amekutana na bidada Jae-hee, wakawa wanajadili kuhusiana na habari ya yule haka, na bidada Hera anasema kwamba tayari ameshagundulikana huyo mtu anayetuma ujumbe anaonekana anatokea katika shule yetu ile ya Jushin. Lakini bidada Hera akaongezea kwa kusema kwamba hivi unajua kwamba mimi nilikuwa nampenda Mwamba Ian kutokea nilipokuwa shule ya msingi, lakini wewe ulipokuja tu katika maisha yetu kaingilia mahusiano yangu unajua, na nimegundua siwezi nikaendelea kuitunza hii siri wala kuendelea kukuzunguka. Mimi kiukweli niseme kwamba niko tayari kwa lolote lile, hata kama ukitaka tuachane katika urafiki wetu. Bidada Jae-hee akutaka kuongea chochote kile, akawa ameondoka zake. Sasa bidada alipokuwa amekaa akaanza kukumbuka kwamba urafiki wake kati yake na Hila ulikuwa ni wa muhimu sana, lakini siku ya leo anaachana na rafiki yake kipenzi Jae-hee ambaye amependana naye sana, kisa tu mwanaume ambaye amejitokeza katika maisha yao. Ishara ya usiku sana, bidada Jae-hee amerudi nyumbani. Baba yake ndio huyo akawa anamkaribisha na akasema kwamba siku ya leo utakwenda kukutana na mume wako mtarajiwa, ameshatokea huko Ulaya. Basi bidada alimwambia babake asiwe na shida kabisa. Mzee alifurahi kweli kweli bana kusikia majibu mazuri kutokea katika kinywa cha mtoto wake. Wakiwa wameingia ndani, kwanza bwana harusi alipoweza kumuona bidada alifurahi na akasema binti yako ni mzuri sana mzee. Basi hapa ndani palinoga sana, kila mtu alikuwa anatabasamu tu kwa sababu mzee ameleta chombo ambacho kweli kinahitajika. Alafu bwana harusi mwenyewe amesoma bana, akasoma Harvard na ana hela vibaya mno. Alafu Mwamba akiwa ni mdogo tu tayari ana mabiashara makubwa ambayo yanafanania level na za babake na bidada. Wakati familia hizi mbili zimekutana wanacheka na kufurahi, lakini bidada alikupo kimya, mpole, mstaarabu. Mwisho wa siku bidada akajisogeza mpaka bafuni, kisha huyu Mwamba akawa anakuja akamfuata bidada, mambo, nahitaji siku ya kesho tuweze kukutana pale Selena Hotel, kuna mazungumzo ambayo tutakwenda kuyafanya kama utakupo tayari. Lakini kabla hata bidada hajajibu akapokea message katika simu yake, na hii message ilikuwa imeambatanisha kipimo cha ujauzito, na bidada alipoweza kukiona hicho kipimo akashtuka sana. Hasa mzee baba bwana harusi mtarajiwa hajui chochote kinachoendelea, akazidi kumwambia bidada, kama hujipenda Selena Hotel tunaweza tukatafuta hoteli nyingine hata Ethiopia pale tukaenda na tukarudi. Lakini bidada mawazo yalikuwa mbali sana mpaka akamtapikia jamaa. Hasa upande wa pili kama kawaida Ujin aliahidi kumletea huyu jamaa taarifa zote zinazomhusu Kang Ha. Sasa Ujin alienda kuongea na yule mwalimu na akaita mafaili yote ya Kang Ha na Mwamba Ryan akawa anayaangalia. Baada ya kusoma haya mafaili wakagundua huyu ni mwanafunzi wa scholarship tu kawaida. Sasa kwa nini analeta usumbufu namna hii? Ryan akasema huenda kuna siri nyingine ambayo iko nyuma ya pazia ambayo sisi hatuijui. Hasa kesho yake darasani bana wakagundua kwamba bidada Jae-hee hakuwepo kabisa darasani. Kila mmoja alikuwa na mashaka sana, Ryan pamoja na Mwamba Kang. Basi baadaye Mwamba Kang akabidi kwenda moja kwa moja kwa kina bidada Jae-hee, kwa nini siku ya leo hajaweza kutokea shule? Hasa siku ya kwanza ikawa imepita kinamna hiyo, na siku ya pili ikawa imepita. Siku ya tatu Mwamba Ryan akabidi kumfuata Kang na kusema kwamba hivyo unajua nini ambacho kimempata Jae-hee, kwa nini hajagi shule? Lakini kumbe hata Mwamba Kang ana mawazo mazito sana kuhusiana na bidada Jae-hee. Sasa Ryan alipogundua kwamba Kang yuko kimya akagundua kwamba huenda hata Kang hajui chochote kile. Hasa kumbe issue iliyopo kwa sababu bidada anatakiwa kuolewa, basi alikuwa amepewa mapumziko kidogo, hataki kuendelea na shule kwa wakati huu. Alikuwa anajiandaa na maandalizi safi kabisa kwa ajili ya kusafiri kuelekea Ulaya kwenda kuishi na huyu bwana wake mpya. Sasa bidada Hera alifanyaga upelelezi kwa kutumia mdogo wake na bidada Jae-hee, na aliweza kujua ukweli mzima kwamba bidada anatakiwa kuolewa. Na bahati mbaya bidada Hera naye hawezagi kabisa kukaa na mambo kifuani pake, akaenda kumwambia Ujin, ila akamwambia usije ukamwambia Mwamba Ian. Sasa Ujin akamuuliza wewe una mpango gani? Lakini bidada kama unavyojua bana ni mzee wa kutega watu, akamsogelea Mwamba kimahaba sana kama vile alikuwa anataka kumkisi ya mdomoni, lakini ghafla tu Mwamba akawa amefumba macho, bidada akamkisi katika shavu. Akalipotoka hapo kabidada Hera kakaenda moja kwa moja kwa Mwamba Ian. Sasa yeye mwenyewe
mwenyewe alimwambia uje ni kwamba usije ukamwambia Mwamba Ian. Kumbe Kenye ndo akakuja kumwambia. Kakasema hivi, unajua kwamba bidada J anaelekea Ulaya, na sio tu anaelekea Ulaya, anaelekea kuolewa huko, na bwana wake tayari ashakuja, ameshavishana pete. Hivi sasa hivi ni mchakato wa safari tu. Najua mpaka kufikia hatua hiyo wewe na bidada J mtakopa hakuna kitu kinachoendelea. Mimi naomba nafasi hiyo niweze kuilisi mimi nakupenda kweli unajua. Lakini Mwamba Ian alikuwa busy tu, kuna bahasha alikuwa ametumiwa, akaenda kuifungua ile bahasha, anakuja kugundua kwamba kumbe yule mtu aliyekuwa amefariki mwaka jana ni kaka yake na Mwamba Kang. Unadhani itakuwaje? Mambo ndio kwanza yameshaanza kuchemka. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Hakikisha tu kwamba unaungana na mimi katika episode ijayo hii hapa.